idara ya heka hapa. Nani? Ya, wapi? Lini? Saa ngapi? Nakuja. Amefanyaje? Heka Unlimited. Tupo kwenye heka, tunazo kila sababu za kuendelea kujiamini, na ndio maana Steve leo yuko hapa kwa sababu ana sababu bilioni 1 za kujiamini na anaamini kwamba anaweza akaikamata Kinondoni bila wasiwasi wote kabisa. Lakini jua kwamba kila lenye mafanikio, kila hatua moja unayopiga ya mafanikio huku nyuma unaambiwa kwamba kuna hatua nyingi unakuwa umepoteza na kupambana nazo. Kila goli moja la ushindi, jua kwamba huku nyuma kuna magoli mengi ambayo utakuwa umepambana nayo, na ndio maana kuweza kufikia siri ya ushindi. Na naamini bwana Steve, mpaka umejiamini na kusema unaitaka Kinondoni, umeshapitia heka nyingi sana huko nyuma. Ila mashaka yangu makubwa sana kwako, jinsi ya kuwahimili watu. Utaweza kuwahimili binadamu? Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Nakumbuka interview ambayo tulifanya hapa mara ya mwisho na Steve tukiwa na bwana Dude. Ndio bwana Steve ilionyesha kabisa kwamba wewe una roho una jiwe roho. Unajua mpaka wasikilizaji wanapokuwa wanasema mwambie Steve aache jazba. Yani ulionyesha kwamba ulishindwa kuhimili mambo ya kuonewa. Ana roho sio chuma, mengine anamuuma jamani. Na mashaka na hapo kweli kifua chako. Maana walimwengu wana mengi, na ukishakuwa kiongozi lazima mengi yaje. Na mashaka sana na kifua chako Steve. Unajua sisi weza kuhimili. Sisi ni binadamu. Usizani hata yule Kikwete akasirika. Lakini tatizo anakasirika akiwa ndani ya Ikulu. Wewe umuone. Kwa binadamu yote kaumbwa na madhaifu. Hakuna binadamu aliyekuwa yuko kamili. Sasa Steve kwa sababu kubaya, unajua siku ulijitoa hapa alisemaje? Hataki tena nini? Na unapoongoza watu, ikifikia watu kaona sifa ya kwanza ya kiongozi bora ni yule ambaye anaona kwamba wenzangu imefikia wakati hapa wananchi kabla hawanihitaji au hawataki hivi. Jiuzuru ili uendelee kuheshimika. Unanielewa? Heshima ya kwanza. Tumeona mfano mzuri Mzee Mwinyi. Alishawahi kujiuzuru, lakini akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au sio bwana? Lakini kihistory Mzee Mwinyi alijiuzuru kutokana na wizara fulani ilifanya ovyo, akasema hapana, mimi kama mhusika najiuzuru, haya mambo mengine yaendelee. Sasa kujiuzuru kwako naye Bongo Movie ilikuwaje? Watu wachache tu, sababu watu wachache tu walikuongoza, wale watu wachache unawataja kabisa kwa majina fulani. Steve vipi bwana? Siku ile ya kwanza niliwaambia tunasemaje kwamba hii tunaongoza, ile ilikuwa ni club. Hii tunaenda kuongoza watu karibia milioni 3 milioni 2. Umeshanielewa? Kwa hiyo usizani niko peke yangu. Unaposema mbunge msimaanishe tu ni mbunge peke yake, kuna madiwani, kuna serikali za mitaa. Hao wote kama mbunge inatakiwa uwe nao karibu ili kuweza kuwasaidia wananchi wa wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo ujue wanataka nini. Kwa mimi kama mimi Mwenyezi Mungu akinisaidia Subhanahu wa Ta'ala, nikiingia kule kwanza sitajali huyu chama gani. Lazima tuungane kwa kitu kimoja kuhakikisha kwamba tunaleta maslahi ya jimbo la Kinondoni. Sasa kuna mtu hapa anaitwa Abdul Nsembo. Ndio. Nsembo akasema yeye katika vitu vyote anasema na Steve bwana, wewe ukienda kwenye ubunge nani atawachekesha tena? Arnold Schwarzenegger mpaka leo ni governor huko Marekani. Lakini Schwarzenegger vile umeshanielewa? Ni mcheza sinema. Lakini vile na kumbukumbu zangu za juzi hapa kuna mcheza sinema Nigeria. Umeshanielewa? Amepata ugavana. Umeshanielewa bwana? Lakini vile bado anaendelea kucheza sinema. Umeshanielewa? Uwezi kuacha kazi ambayo wewe Mwenyezi Mungu alikupa, na kwa hiyo kazi hiyo Mwenyezi Mungu alikupa. Tena uko bungeni sasa, mwambie wewe Abu Nsembo akiwa bungeni atizame bunge, watahudhuria wote. Steve atakuwa anafanya kazi yake na mengine watayapata, au si? Watayapata. Basi Steve tuchekeshe kidogo basi tuone kama labda utakuwa labda. Nataka kusema kitu kimoja. Nitahakiki katika kazi ambazo za bunge nazifanya kikamilifu, na kazi za sanaa zitaendelea kwa ukamilifu na utajika. Bana, tumesikia pia yakizungumza kuhusiana na masuala ya rushwa. Ndio. Na hasa unagombea kupitia chama gani? CCM. Na Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikinyoshwa kidole sana kwa rushwa. Hata baadhi ya wagombea wake wamekuwa kinyoshwa kidole kwa rushwa. Baadhi ya watendaji nao pia wamekuwa kinyoshwa kidole kwa rushwa, mpaka hali ambayo imepelekea baadhi ya wengine pia kujiuzuru kwenye nyadhifa zao mbalimbali. Nataka nije kwa upande wako wewe. Steve, rushwa hapa. Ndio nasema Steve, una uthubutu wa kupambana mwanzo na rushwa kutoka ndani ya chama chako? Rushwa haijaanzia hapa. Rushwa iko kutoka kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa hivi rushwa imekuwa hadharani. Umeshanielewa? Katika uthubutu hivyo ni vitu ambavyo vinaitwa uadilifu. Umeshanielewa? Uadilifu wa kiongozi. Umeshanielewa? Kuna watu wanaingia pale wanatoa pesa nyingi ili wapate ubunge.
Unategemea anavyoingia bungeni anawaza nini? Kama nani anatoa pesa nyingi hapa? Wako wengi tu. Hapo ndo mimi napopata tabu kidogo. Kwa nini anatoa milioni 300, 400? Nani huyo Steve sasa? Tunaongelea kwamba kuna ni huyo nani? Sitaki kumsema nani. Lakini unamjua. Mmoja wapo. No, nataka kusema kwamba kuna watu unaambiwa mtu kaandaa bilioni 1. Ukiuliza nini? Mbunge. Nani huyo sasa? Unauliza mtu kaandaa milioni 500. Ukiuliza nini? Mbunge. Wewe kazi ya kuwatumikia wananchi. Steve huyo nani? Kwenda kutatua matatizo ya wananchi. Unaweza kwenda kuweka milioni 500. Utairudishaje? Hiyo ni rushwa. Huyo nani sasa? Tangaza nia. Sema tu na nia ya kuwasaidia wananchi wa Kinondoni. Na mawazo haya. Mkiniwezesha tunaweza tukafikia malengo. Umeshaelewa? Lakini ukianza kusema na milioni 500, 300, hiyo ni rushwa. Wewe kwa mfano una shilingi ngapi? Mimi nilishawaambia hadi wananchi wangu na ninawatangazia tena ndugu zangu wa wilaya ya Kinondoni kwamba mimi ni mtoto wa mkulima. Yaani shughuli pevu. Kwa maana mimi na nia kwa kuwa nimezaliwa hapo, nimekulia hapo na bado naishi hapo. Na ninajua matatizo ya wilaya ya Kinondoni. Umezungumza kuhusiana na masuala ya rushwa ukasema viongozi wanajipanga na milioni 200, milioni 300. Mimi nauliza swali nani? Nasemaje? Hata sasa hivi umeona wagombea wetu walio wa ngazi ya juu. Kuna vitu ambavyo vinaashiria, viashirio tunaita vya rushwa. Nani? Siwezi msikiza Musa Hussein, mimi namsaidia. Kama uwezi kusema nani, tulie basi kidogo. Tulieni basi jamani, tulieni basi. Mama mnakuwa hivyo. Mmoja wapo kati ya viapo vikuu vya CCM unasema hivi kwamba nitasema ukweli daima. Ni moja kati ya viapo? Sasa hapa sio kwenye viapo hivi. Basi tulia basi. Yes. Wewe umekiri kwamba unaomba ridhaa ya chama hicho, si ndio? Na chama hicho moja wapo kati ya viapo vyake vikuu ni kusema ukweli daima. Sasa tunakwenda taratibu. Na mimi nilikuwa najaribu kuuliza nani kwa sababu kusaidia pia wananchi kuweza kutambua hao watu. Mimi sio TAKUKURU wala siku hapa kwa ajili ya kumtaja mtu kwa sababu kwamba eti mtu fulani amesema. Sasa zile rushwa ndani ya Kinondoni kweli mheshimiwa mbunge utakuwa tayari kutunyoshia kidole kutuambia kama wengine wanavyosema fulani mwizi anakula rushwa, huyu fulani mwizi anakula rushwa, huyu fulani mwizi. Nifanikishieni miaka 5 mtaona nitakavyoaumbua watu. Huo si ndio mwanzo mzuri wa kutuonyesha kwamba Steve kweli anaweza kupambana na rushwa kwa kuanza kuonyesha mfano hai sasa hivi. Nataka kukwambia nifanikishie miaka 5 uone jinsi nitakavyoaumbua watu. Kweli Steve? Mbona hapa kama umeona kwa kumung'unya maneno tu fulani anatumia hela lakini umeshindwa kumtaja. Tunaona baadhi ya watu wakizungumza wazi kwamba fulani anatumia hela vibaya. Mwizi. Mbona unashindwa? Au huna ujasiri huo? Nasema kwamba nifanikisheni niingie na niweze kuwatumikia wananchi wa wilaya ya Kinondoni ili muone kazi yangu. Vitendo zaidi. Steve hivi. Ngoja mimi nikuulize. Mbona kama Steve bado ngonjera hutaki kuweka maneno wazi bana Steve? Unataka tueleze. So teleze ndi kuzungumza ukweli. Sababu moja kati ya viapo vikuu vya CCM ni kusema ukweli daima. Steve anataka kumpeleka mwenzako baba. Nakwambiaje Steve hivi unalizungumziaje ile wasanii safari naona kama wengi sana wamejitokeza. Kila mtu ametangaza nia. Nasema hivi kwamba ni fursa lakini tuko wengi kwamba wasanii wameingia wengi lakini kuna wengine wanakijua chama, kuna wengine hawajawahi kufanyia chama na vizuri tumesikia, kuna wengine hawajawahi kufanyia chama chochote. Kuna wengine hawana hata kadi ya chama, kuna wengine wanafanya kwa ajili ya kiki tu. Kwamba na mimi nimetangaza, umeshaelewa. Mimi naweza kusema kama Steve, nimekuwa kamanda wa vijana wa tawi la Bwawani muda wa miaka 10. Umeshaelewa. Nimekuwa mhamasishaji wa Chama cha Mapinduzi kitaifa. Ukirada huu. Nimekuwa mhamasishaji wa Chama cha Mapinduzi kitaifa miaka 10. Umeshaelewa. Lakini vile vile nimekuwa mhamasishaji wa amani. Umeshaelewa? Miaka 10. Umeshaelewa. Kwa hiyo na uzoefu mkubwa hata katika shughuli za kichama mbalimbali. Na juzi hapa nimeweza kuwahutubia Watanzania ambao walikuwa wanaangalia wao kwenye website na ndani ya nchi na nje ya nchi kupewa nafasi katika ile ndani ya katiba. Umeshaelewa, bunge ya katiba kuhutubia. Kwa hiyo na uzoefu mkubwa. Kwa upande wa Bwawani kuwa kijana kwa muda miaka 10, vitu gani ambavyo umevifanya? Sitaki kuinclude upande wa Bwawani kwa kuwa ninaenda kuwa kiongozi wa wilaya ya Kinondoni, sio Bwawani. Lakini kuna matatizo ya wilaya ya Kinondoni. Kwa mfano, mafuriko yanapotokea. Haya mafuriko tuna almost miaka 20 hapo tu, 30 hapo tu. Na katika wilaya ambayo narudia tena katika wilaya kubwa yenye sifa zote ni wilaya ya Kinondoni. Lakini wilaya inayokuwa kero upande wa mafuriko. Na tukiuliza mafuriko yanatokana nini? Ni miamala tu ya maji, ile mifereji, watu wameziba tu, wameamua kwa kuamua kwa utashi wao, wako juu ya sheria. Sasa mimi kama mbunge nikiingia pale, nitashirikiana na madiwani wenzangu. Nitakujali wewe Chadema, kutakujali NCCR. Kwa hakika kwamba mafuriko sisi kwetu ni mwiko. Sio kwamba hiyo unayohitaji kwa mfano sema mafuriko ambao mimi nimefahamishwa kwamba kuna historia ya chemchem kutokana na kuwepo kwa bonde la Mpunga. Ndio story ambayo nimeipata. Nimefereji kweli. Kuna historia lakini kuna miundombinu inaweza ikazima historia. Umeshaelewa? Kuna miundombinu inaweza ikazima historia. Kwa maana hiyo tunafanya nini? Lazima tukae watu wakubwa wakae wajadili.
kwamba tunafanyaje. Steve, lakini unawaahidi nini wananchi wa Kinondoni, kwa sababu kitu gani kizuri utakifanya wewe zaidi ya yule mheshimiwa aliyekuwepo bwana? Na mimi nimemuuliza hilo swali kwamba vipi mheshimiwa atoshi, atuambie hapa. Kuna mambo gani mazuri unawaahidi walimwengu? Mheshimiwa Idi amekaa miaka 10, kuna mazuri amefanya na kuna mabaya amefanya. Yeye ni binadamu. Tunachukua mazuri yake, ndio Steve Nyerere ataendelea naye. Mabaya tunayachukua, tunayatupa. Kwa hiyo hatoshi. Mimi sijasema hatoshi. Nimesema kwa nini wewe ugombee wakati yeye yupo? Nasema hizi ni nafasi ambazo ziko huru kwa kama kijana. Hakuna mtu aliyesema, hakuna katiba inayosema kwamba ataendelea huyu hadi kufa. Lakini dhamira yako ya kuamua kuchukua kiti chake si inaonyesha wazi kama anatosha au hatoshi? Nasema tupo kwenye demokrasia. Lakini unavyoona anatosha atoshi. Demokrasia, ngoja tusiongee kama Wahindi. Demokrasia huru. Demokrasia huru inahitaji, sasa hivi ni wakati sasa wa vijana kuwatumikia wazee wao. Mimi ninavyoona jina la Steven Whiton Mengele lipo kinywani kwa kina mama, liko kinywani kwa kina baba. Kwa hiyo umri wa mheshimiwa Idi Azan ndio lokupelekea wewe kuamua kugombea au kwa tafsiri tunamaana? Mimi siko kwa ajili ya umri, mimi niko kwa ajili ya kuona yale mapungufu ambayo hayajafanyika kipindi chake, mimi niweze kuyatekeleza kama kijana. Kwa mfano, elimu ya Kinondoni. Mtu tu anaamka tu asubuhi, anapandisha juu shule, anajenga gorofa 3 4, anasema kwamba shule yangu mimi mula wa kwanza wa mtoto anatoa milioni 3. Mara mula akimaliza la 7 inamaanisha mara milioni 3 mara 7. Mimi kama Steve Nyerere na mipango miji ya kusema kwamba lazima tuziheshimu sasa hivi shule za serikali zirudishe hadhi yake, hususan za wilaya ya Kinondoni. Mama mwalimu wa shule ya Kinondoni bado sasa hivi anawaza kwenda kuuza ufuta, anawaza kwenda kuuza ubuyu bila kwenda kumpa elimu bora. Kwa hiyo mimi nitatatua tatizo hilo kama kijana, nikishirikiana na madiwani wenzangu, serikali za mitaa na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini vile vile kuna hili jambo la masakos. Watu wanaambiwa tujiungeni sakos wa kina mama zetu. Mama anacheza mwenza, anauza ubuyu, anajiunga huko, anafanya hivi. Tunaona hakuna maendeleo yote kwa kina mama, vijana. Steve. Mimi kama Steve nitalifanikisha hiyo. Steve, wale wanasemaga wana sasa sijui vipi. Mimi kuna maswali mawili hapa nimeyauliza bila kuficha. Naona sijaridhika na majibu. Niliuliza kuhusiana na wewe una kiasi gani. Ulikuwa unakuja kueleza, Musa akaja akakuuliza swali, nikashindwa kupata majibu. Na vile vile nikauliza wewe kiongozi wa vijana Kinondoni umeitumikia kwa muda wa miaka 10. Mambo ambayo umeyafanya. Badala yake umenifahamisha ahadi ambazo unahitaji kuzifanya. Kwa nafasi yako ya kijana wa Kinondoni kwa muda wa miaka 10 ambao umekaa, vitu gani ambavyo umeshavifanya kwenye nafasi yako hiyo ya kijana kabla hii nafasi mpya ambayo unahitaji? Kwanza katika nafasi niliyokuwa Kinondoni kama kamanda wa vijana, niliweza kutoa mifuko ya simenti 100. Umeshanielewa, kushirikiana na 100, nikishirikiana mimi na marafiki. Umeshanielewa, huwezi kuwa kiongozi bila kuwa na network ya watu wanaweza kukusaidia ili uweze kufikisha malengo. Umeshanielewa, lakini ndani ya jibu pale Kinondoni vile vile nimeweza kusisitiza, kwa sababu hatuwezi kwenda, unajua vijana wana hulka sasa hivi ya hasira, hatuwezi kwenda bila amani. Lakini inapofika swala la Steve akamwambia jamani, tulieni tufanye hivi mipango. Lakini vile vile kama kijana nimeweza kutoa kompyuta 1. Miaka 10 nimeweza kutoa kompyuta. Unajikuna kadri uwezapo. Safi. Uwezi ukajikuna kwa kuwafurahisha watu kwa kupokea rushwa ili uende kuwafurahishe watu. Utajikuta unaingia kwenye matatizo ambayo si ya msingi. Haya, Steve, katika hawa wagombea ambao wanatangaza nia sasa hawa, ndio wewe ukiwa kama name pia ni mtangazaji nia, ni mgombea gani ambao unamuunga mkono kwenye nafasi ya urais? Mimi nataka kusema kwamba sitaki kumuunga mkono mgombea wote, lakini najua Steve, twende vizuri bwana, kwamba kuna mgombea ambaye nchi yetu tunahitaji rais ambaye anaweza akajua haya aliyofanya mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Umeshanielewa, aliyoyaacha yeye akachukua akaendeleza. Nchi yetu bado tunahitaji amani, tunahitaji wigo wa nani sasa kati ya hao ambao wametangaza viwanda. Umeshanielewa, wengi wamejitokeza. Steve, kama unaogopa hivi, sababu mimi nafahamu ilani ya chama chetu ni kusema ukweli. Jiamini wewe ambao unaisikiliza leo tena kwa sasa hivi kwamba unaweza. Steve, moja kati ya swali ambalo limeulizwa sana hata Gea hapa amerudia ni kuhusiana na nyinyi wasanii kuweza kujitokeza sana katika kipindi hiki kugombea. Na katika maelezo yako umesema ni kweli hilo umeliona, na kuna baadhi ya watu ni kwamba wamejitokeza tu. Hivi naomba nianze na nifahamishe kama wasanii 3 hivi ambao unaona hawa wamejitokeza, lakini una maoni yao, una maoni yako juu yao kama wasanii 3. Nataka kusema kwamba kitu kimoja, kwamba siwezi kumsemea mtu, nimekuja kujisemea kama Steve Nyerere kwamba, lakini siku ya mwisho hata ukipitishwa huko mbele kuna maswali utaulizwa kama mgombea, sio kwamba wewe labda Tea Ndumbangwe umefanya nini, wewe Wema umekitendea nini chama, ulishawahi kuwa mwanachama,
Ulishawahi kadi ya chama chako umeipata mwaka gani? Kuna vitu ambavyo vinakustopisha tu kutamka. Umejana kusema kwamba, na ndio maana hapa kuna swali ulimuuliza mtu anasema kwamba mimi ulishakufanyia nini chama? Sijawahi kufanyia chama kitu chochote. Wewe chama umewahi kufanyia nini? Ameeleza. Ndio maana nimeeleza kimsingi kabisa kwamba mimi ni mwanachama toka. Umeshanielewa, mimi ni kamanda wa vijana ndani ya miaka 10. Umeshanielewa, mimi ni mhamasishaji wa Chama cha Mapinduzi kitaifa. Tena sio kiwilaya, kitaifa. Sasa miaka 10. Mimi nimezunguka kuijua mkoa, ngazi, kata, wilaya, nchi nzima kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nimekitumikia chama. Sikujali miaka hiyo kwamba sikujali kwamba kwa fedha ama kwa nini, lakini nimekitumikia chama kwa juhudi zangu zote na kwa malengo ya. Kuna mtu ametuma message vivyo akauliza swali na kusema kwamba Steve, kama Bongo Movie peke yake kulikopo kuna heka ambazo zilikushinda huko, utakuweza? Nakumbuka hiyo swali nilikuuliza pia sijui. Ya, tulishawahi kuliongea hilo, na mimi sitaki kusema kwamba tunarudia kila siku maneno kama haya. Ni kwamba tunazungumzia jimbo, hatuzungumzii klabu. Tunazungumzia sehemu ambayo unaenda kumiliki watu karibia milioni 1, lakini akizungumzia eneo dogo tu kama hilo, kama nasema kwa upeo wa akili wa jimbo au wilaya Kinondoni ina wabunge, ina diwani, madiwani, ina serikali za mitaa. Wote hao ni washauri wako katika kulijenga na kuimarisha jimbo la wilaya. Kwa sababu tukiangalia katika changamoto za wilaya Kinondoni zipo nyingi sana, changamoto za kijamii. Kwa mfano, jambo ambalo naliangalia, sina takwimu rasmi, lakini kuna uwezekano katika top 5 ya wilaya zote Tanzania, wilaya ya Kinondoni ikawepo kwa vijana wengi kuongoza kutumia bwimbwi, madawa ya kulevya. Wewe unajua ni moja kati ya changamoto ambazo tuko nazo kikubwa kabisa, na hili jambo tumewasikia viongozi wengi wakisimama kusema kwamba watapambana nalo, lakini limebakia kuwa mdomoni na vitu kama hivyo. Wewe vipi, unathubutu kupambana nalo hili? Nataka kusema kwamba vijana wa Kinondoni wanipe ridhaa, kwa sababu hivi vitu vimeanza kuzungumziwa. Sasa hivi ni muda sasa wa kuvifanyia kazi, kuvitendea haki, sio tena kuvizungumzia kimaneno tena. Ni vitu sasa hivi vya kuvitendea haki. Na ulivyozungumzia swala la madawa kulevya, unajua kwamba leo ndio tarehe 26. Leo ndio kumbukumbu maadhimisho, na tunaambiwa kwamba inafanyika